kwa mfano ambao Mungu amemuumba mwanadamu na kwa jinsi ambavyo alimuumba mwanadamu, aliweka makusudi na malengo ya furaha na amani katika maisha yake. Alimweka katika bustani ambayo imejaa utulivu, imejaa hewa safi, imejaa amani. Kulikuwa na bubujiko la furaha katika ile bustani. Ndipo hata baada ya kumuumba mwanadamu kwa mara ya kwanza, akasema ya kwamba si vyema akae peke yake. Ina maana anamtafutia furaha isiyokuwa na kasoro, furaha isiyokuwa na dosari katika maisha yake. Lakini sikia, ule mpango wa Mungu wa mwanadamu kuishi katika furaha ukaja ukahamishwa na njama ya mwovu. Shetani anaingia kwa ulaghai ambao anaonyesha picha ya uzuri, lakini nyuma yake kumejaa uongo mkubwa. Anaonyesha picha ya kuvutia, lakini nyuma yake amejaa chuki ya hatari sana ndani yake. Mwisho wa siku mwanadamu anaanguka, anaondoka kwenye ramani ambayo Mungu alikuwa amemwekea. Tunaona ya kwamba mwanadamu anatoka, mwanadamu anazaa watoto. Wale watoto, kuna roho inaibuka kwa mtoto mmoja wapo. Kaini anaamua kumuua ndugu yake Abeli. Ina maana anajenga chuki kwa Habili, anajenga uadui kwa ndugu yake. Kutokana na nini? Kwa sababu tu kuna mfumo wa Mungu ambao ulikuwa unatakiwa watu watembe nao, wameshifti, wameingia chini ya mamlaka nyingine. Ndio maisha tulionayo sasa hivi. Kila mwanadamu amezungukwa na wingu kubwa la maadui. Amezungukwa na wingu kubwa la watu ambao hawapendi maendeleo yake. Lakini sikia, kuna habari njema ya kwamba kuna yule aliyekufa msalabani alafu akasema ya kwamba tumpelekee fedheha zetu zote, tumpelekee aibu zetu zote, tumpelekee mizigo yetu yote, na yeye anaenda kutupumzisha. Sikia, nilipokuwa nasoma Zaburi ya 64